Afu mimi nilikuwa najua kwamba ukiwa naishi na mwanamke umemuoa, ukihitaji unaipata muda wote. Kumbe kuna kuiomba tena. Endelea kubaki hapa, tuendelee kufaidi na mpaka utakapofika wakati wa kuondoka, wewe uondoke hapa na shangwe na vigelegele. Huyu mtoto nishakwambia usisubutu kuniachia mimi hapa nikalala naye. Sasa unajua leo nimelalaje na huyu mtoto? Mtoto leo kalala na homa. Nitumie kwenye akaunti yangu ya benki kwa ile namba nilokupa. Namjua, naweza kumjua kwa sababu ana marasta mengi. Unakasikia moyo uko unanyonga, utumbo na uko unazunguka. Wanaotaka tuachane wamepoteza dira. Kwa kweli Aisha hakufai, si mwanamke. Nilishakwambia Kevin, Aisha hakupendi, anakutia. Kevin, nipe nafasi mimi uone nitakufanyia nini. Nilishakwambia mimi nina vitu kibao na vimiliki. Nina mashamba yangu yako Tanga, muda si mrefu nitayauza. Nitatumiwa pesa, nitakupatia Kevin, fanye biashara. Na utabadilika kabisa, utakuwa dunia nyingine kabisa Kevin. Pale tunapoishi muda si mrefu mimi nitahama. Na utakuwa tayari baba wa familia. Utamiliki kila kitu cha kwangu mimi Kevin. Hebu tuliza akili yako, achana na Aisha. Aisha sio mwanamke. Hebu mimi nipe nafasi nikutengenezee maisha yako Kevin. Shida nini? Sawa Shura, nimekuelewa. Nafikiri hilo swala nipe muda nitalifanyia kazi. Utalifanyia kazi kweli Kevin? Ndiyo. Wewe niamini nitalifanyia kazi. Sawa Kevin, nitafurahi kama utalifanyia kazi. Kiukweli Kevin, nakupenda sana, uwe karibu katika maisha yangu. Basi sawa, unaweza ukaenda, maana haya sio mazingira rafiki kabisa. Isitoshe na kazi nyingi sana za kufanya. Sawa Kevin. Kwa hiyo Na muda unaonihitaji. Yaani leo nimefurahi sana. Basi hamna shida. Afu kama ulikuwa unaniambia unataka kuondoka, muda sahihi sasa hivi kuondoka sasa hivi. Nataka kuwahi kwenda wapi? Nataka nikae na wewe. Siku hii tunakaa tu huyu. Nataka tena. Unataka tena? Basi sawa. Wanaotaka tuachane wamepoteza dira. Mapenzi moto moto rada ya pwani. Japo unanipelekesha, unanifokea. Kwangu ndio nakoma kwenye penzi lako. Taratibu mama. Afu mimi nilikuwa najua kwamba ukiwa naishi na mwanamke umemuoa, ukihitaji unaipata muda wote. Kumbe kuna kuiomba tena. Hao ndio maana watu wanasema mimi nimeolewa eti. Naomba kama vile naomba kazi bwana. Kati kitu umepewa bure kabisa na Mwenyezi Mungu, tugaiane tujaze dunia. Sasa tena naanza kuiomba, yani mpaka niandike na barua ya maombi. Hey. Unasusa? Susa. Ngoja yote kutu. Sasa umekuwa kiburi siku hizi. Yaani hapa ulambi kitu. Utaishia kuiona tu. Yaani sana sana utakachoambulia wewe ni kuisikia tu harufu yake. Lakini uchapi. Tuachane wamepoteza dira. Mapenzi moto moto rada ya pwani. Japo unanipelekesha, unanifokea. Kwangu ndio nakoma kwenye penzi lako.
taratibu mama, tusiende puta. Penzi lako sina ujanja, kwako limenoga. Nipeleke taratibu mpenzi wangu, nimekubali kila kitu, sina ubishi kwako. Nimeolewa na lazima. Sasa sikiliza Kevi, kama nilivyokuambia, mzigo ushaingia tayari benki, kila kitu kiko sawa. Sasa wewe tu, kama nilivyokuambia, utafanya biashara na hapa muda si mrefu tutahama Kevin. Kwa mimi nakusikiliza wewe Kevin, kila kitu kiko sawa, mimi nishaseti kila kitu. Alafu Kevin, wewe ndo msimamizi wa kila kitu. Acha kulala Kevin, nikubalie tukaishi wote. Hivi Ashura, ina maana unachoongea uko serious kabisa, unataka kunitoa mimi hapa kwa Aisha? Hivi huoni kama tunatengeneza hatari kubwa? Kwa nini lakini? Baba. Kwema. Naendeleaje? Naendelea vizuri. Ndio. Unaona uko na kijana wangu? Vipi kijana wangu? Utanunua soda mwanangu. Sawa? Ndio, asante. Haya. Habari za siku 2-3? Mimi naendelea vizuri kabisa. Samahani baba, nitakuwa kama vile naingilia mazungumzo yenu. Ila nilikuwa nataka niulize, kwani kuna kitu ambacho mimi sikifahamu kati yako wewe na mwenzako ambaye mwanangu mimi, binti yangu ambaye mama huyu mtoto? Maana naona kama vile kuna hali fulani hivi ya kujali, yaani unajali sana kuanzia huyu mtoto mpaka mama mtu. Sasa mwanangu, kuna kitu unaweza ukanielezea labda ambacho mimi mwenyewe labda sikifahamu? Maana nilikuwa naomba tu nielekeze kama kuna uwezekano. Maana Asia, mimi ninavyokuona wewe pamoja na huyu mtoto na ukaribu uliokuwa nao, si ndio? Kwa hiyo yani mpaka inafika tu mimi mwenyewe mpaka yani kama vile mawazo yangu tena mpaka ananipelekea kwamba wewe ndio baba huyu mtoto. Maana Asia kila nikijitahidi sana kumuuliza na kumpeleleza, yani anielekeze namna gani kwamba huyu mtoto babake ni yuko mazingira gani, ni yuko sehemu gani nifahamu. Haniambii chochote, au kuna kitu kingine ambacho mimi mwenyewe sikifahamu. Hebu jaribu kunielekeza hapo mwanangu. Wewe sio baba huyu mtoto kweli? Hapana mama. Mimi sio baba huyu mtoto. Ila wakati ambapo naanza mahusiano na binti yako, huyu mtoto alikuwa mdogo sana. Na Kiswahili halisi wanasema kwamba ukipenda boga, penda na ua lake. Kwa maana hiyo mimi nilijitolea tu kumlea huyu mtoto kama mtoto wangu mpaka wakati huo anafikia hapa. Alafu Kevin, hebu sikiliza, mimi siendi kukunyanyasa. Mimi nataka ukaishi maisha mazuri, uenjoy Kevin, changamka. Changamkia fursa hiyo Kevin. Sasa sikiliza nikwambie Kevin. Mimi maamuzi ni yako. Nishakupa kila kitu ninachotaka kukifanya. Kwa hiyo wewe tu kaa fikiria, maamuzi ni yako. Mchuzi wa mbwa anatakiwa unywe wa moto Kevin. Shauri yako. Na yote hii ni kwa sababu tu ya upendo, wala sio kitu kingine. Nashukuru mwanangu, ila mimi kama mzazi siku zote waga napendaga mwanae aende kwenye njia iliyokuwa sahihi. Ila mimi katika mtazamo wangu mimi naona kama vile mwanangu wewe unafaa kabisa kuwa na mwanangu. Yaani mtoto mmoja mkarimu, mtoto mmoja yani unajali. Yaani kama hivi unajua kabisa kwamba wewe sio mtoto wangu, lakini bado unajali, na ndio hata mwenyewe mpaka ikafika hatua nikaona ngoja nikuulize. Ila nashukuru mwanangu, kwa kama kuna uwezekano mimi nilikuwa naomba mwanangu, kwani usifuate taratibu za kuja nyumbani, ikiwezekana umuoe, mlee huyu mtoto wangu. Mimi milango iko wazi kabisa mwanangu, nakupokea kwa mikono miwili, karibu nyumbani. Sawa mama, yaani nashukuru sana. Kwanza sikufikiria kama ingekuwa unaweza kunipokea kwa moyo mweupe hivi, ila mimi mwenyewe pia nilikuwa kwenye hizi process. Nishaongea na mwenzangu
japokuwa hapo katikati mwenyewe alikuwa kidogo mambo yake yamekuwa mengi. Lakini kupitia kauli yako hii ambayo umeniambia hapa, naamini itaniongezea juhudi zaidi ili niweze kumsisitiza Asia aweze kukubali kuolewa na mimi. Karibu sana mwanangu. Karibu sana nyumbani na ukaribisha. Mimi nilikuwa naelekea zangu hapo dukani kutafuta mahitaji. Nashukuru mwanangu kwa kunisikiliza na kwa kusimama. Maana ingekuwa kijana wa ovyo sasa hivi hajasimama hapa. Nashukuru. Asante sana mama. Nashukuru. Basi ngoja sisi tufike dukani. Haya. Mwambie bye. Haya. Wanaotaka tuachane wamepoteza dira. Mapenzi moto, radha ya pwani. Mimi nikutoe wasiwasi kwenye hilo. Kuhusu hiyo nyumba ambayo wewe unaitaka, mimi naweza nikaipata kwa wakati, tena bila kuwa na usumbufu wowote. Ila napata mashaka nisije nikawa nimeshaipata nyumba alafu wewe ukaja kuniambia gharama ni kubwa, hiyo siwezi kulipia. Hilo ndio jambo ambalo mimi nalikataa kutoka kwako. Kuhusu gharama wala usiwe na shida. Wewe nitafutie nyumba tu nzuri, ina kila kitu ndani, yaani mimi nikifika tu naingia. Kwa hiyo haina shida. Basi mimi nikutoe wasiwasi. Kama unanihakikishia kwamba pesa hipo ya kunipa na kuwapa mwenye nyumba, mimi kuhusu nyumba hiyo ambayo unataka wala sio jambo kubwa sana. Ni jambo jepesi. Naweza nikaipata tu kwa muda mfupi. Labda sasa wewe hapo ndo uniambie, hiyo nyumba ulikuwa unahitaji kwa lini? Maana mimi nikizunguka tu kwa leo naweza nikaipata. Ila sasa sijajua wewe umejipanga kwa lini. Kama ni leo, kesho kutwa, nipe uhakika ili ninapokuletea jibu nijue na kabisa nakuletea jibu katika wakati gani. Na wewe unahitaji kuhamia lini? Yaani dalali, hata sasa hivi, hata leo ukija ukiniambia nyumba ishapatikana, haina shida. Yaani mimi ninachotaka tu dalali, hapa mimi niweze kuhama. Unajua nyumba za kupanga za watu wengi, kufatiliziana, alafu mbaya zaidi unakaa na mwenye nyumba umo. Si unajua tena kunakuwa na usumbufu fulani, unakuwa haupo huru. Kwa hiyo mimi wala usiwe na wasiwasi. Wewe nitafutie nyumba ina kila kitu ndani, alafu njoo niambie tunamaliza. Hamna shida. Kama nilivyokuambia hapo awali mama yangu. Ndio. Mimi naitwa Bantu. Na mimi ndio babake wa mtoto wake na Asia. Japo Asia alikuwa hataki kunileta hapa nyumbani ili kusudi wewe unifahamu. Japo na hapa nimetumia nguvu mpaka kuja kufika hapa. Nimetumia nguvu sana. Lakini kingine pia nimegundua Asia anashindwa kuja kunitambulisha, pengine kwa sababu ya kazi ninayoifanya. Samahani. Au mwanangu, kitendo cha kusema kwamba paka na unasema anakukataa kulingana na kazi yako ni kazi gani? Kazi unafanya kazi ya haramu? Unafanya kazi gani ya kutisha kiasi kwamba ifike hatua mwanangu ashindwe hata kukuleta hapa nyumbani kwa kutambulisha na kupa mtoto kupata haki za baba yake? Mimi nafanya shughuli za uganga. Mimi ni mganga. Hiyo ndo naona ni sababu kubwa ambayo Asia imemfanya akashindwa kunileta hapa nyumbani. Mara kadhaa anakuwa anakuja kule, tunazungumza, tunaongea mengi. Namwambia nipeleke kwenu. Mama pia akanitambue. Lakini hapo anakuwa ni mgumu sana. Ndio maana leo nimechukua wajibu wa kuja hapa ili wewe unitambue. Lakini kingine mama, mimi na mpango wa kumchukua kabisa Asia. Nimuoe nikae naye pamoja na mtoto. Sitaki mambo mengi, sijui kuzungushana, hiyo sitaki mama yangu. Mimi mpango wangu ndio ulikuwa huo. Sawa mwanangu. Mimi nakusikia. Hapa nyumbani karibu. Ila mimi kuna vitu ambavyo mimi mwenyewe binafsi nilikuwa sivifahamu. Kwamba wewe ndo babake Lama, na kila nikijaribu sana kumuuliza Asia toka ujauzito wake, lakini hataki kumtaja baba wa mtoto. Kwa hiyo mimi nikaa kama mzazi, nikaa sina jinsi tena, ni mpaka mwenyewe atakapokuja kujisikia kuamua, lakini kama hivi Mungu akuleta nashukuru. Ni kweli naelewa. Unajua nyumba pia ambazo za kukaa na wapangaji wengi na mwenye nyumba umo. Najua kabisa kwamba uwezo ukafanya vitu vyako kwa uhuru. Mtu ukishakuwa na pesa zako, unahitaji upate nyumba ambayo wewe mwenyewe utakaa mwenyewe, utajinafasi na utafanya vitu vyako bila kuwa na bugu za yoyote. Kwa hiyo nikutoe wasiwasi. Mimi leo naipata hiyo nyumba. Kikubwa wewe andaa hizo hela. Na nitakapokupigia simu huwa tayari.
Sio nakupigia tena simu naanza dalali sijui namsubiri nani, sijui nitumie hivi. Sisi madalali tunatumia nguvu, tunatumia muda mwingi kutembea juani. Kwa hiyo ninapokupigia mteja nimeshaipata nyumba alafu kaanza kunipa visingizio, unakuwa unanikwaza. Na hapo ndipo tunapokuja kukosana kati yetu sisi madalali na nyinyi wateja. Hakikisha ninapokupigia simu umeshaandaa kila kitu kiko tayari. Basi haina shida dalali. Mimi nipo na nitakaa karibu na simu tu. Basi mimi mama nashukuru na naenda kulifanyia kazi. Sasa hivi hapa napotoa mguu hapa mimi naenda kuhangaikia hiyo nyumba. Nina imani haiwezi kuchukua muda mrefu nitapata nyumba ambayo wewe unaitaka. Simu zitaita muda sio mrefu. Basi sawa, hamna shida. Karibu Ila sasa juu ya huyu Asia na mtoto wake, yeye mwenyewe siku mkipata nafasi, mkipata muda wa kuzungumza, mtane wenyewe mzungumze juu ya hatima ya mtoto wako na juu ya hiyo ndoa yenu. Mimi sina chochote cha kukizungumza. Zidi ya kwenu nyinyi wenyewe ndio mkae chini mzungumze hili swala. Sababu mimi siwezi kuliingilia. Na kama kuhusu habari za kutaka kumuoa mwanangu, vile vile mimi siwezi nikapinga. Nitakupokea babangu kwa mikono yote miwili kwa sababu tayari ndio baba wa mjukuu wangu. Lama, siwezi nikaukataa. Mimi nashukuru kwanza kitendo cha kutoka huko kote kuja paka hapo na lengo zuri. Kwa hiyo mengine baba itabidi mzungumze kwanza wenyewe. Mkishazungumza wenyewe mkishakubaliana, mimi kwa upande wangu mimi mzazi sina neno babangu. Kama kuna sehemu na mimi nitakuwa nimeukwaza, baba naomba unisamehe, lakini nashukuru sana kwa kuja. Kwanza unajali kwamba unahitaji kukaa na familia yako. Na sidhani kama hilo swala la kusema kwamba la uganga eti kwamba linaleta shida. Kiasi kwamba mkashindwa eti akakataa kwa sababu eti ya uganga wako. Mbona ni kazi kama kazi nyingine? Kwa hiyo mimi kwa hapo kusema za ukweli, nyinyi wenyewe tena itabidi tu mkae chini na mzazi mwenzio. Miongee, miamalize. Mengine atakayofuatia mimi sina budi kuyakubali chochote. Sababu kwanza umekuja na nia nzuri mwanangu. Kwa mimi sina shida. Basi sawa mamangu. Lakini pia Asia sijamuona hapa na mtoto. Asia katoka kaenda kwenye mihangaiko yake, kuna kibarua hapa anafanya. Na Alama yupo hapa nyumba ya pili tu hapo nyuma, sio mbali sana. Kama kutakuwa na uwezekano mwanangu hapa tupite hapo nikupitisha umuone. Yupo hapa anacheza yeye. Ndio. Basi sawa, mimi ni hayo tu mama machache. Haya mwanangu, ngoja basi niingize viti hivi ndani mara moja ili tuweze kuunguzana hapo tukamuone huyo Lama. Basi sawa. Twende babangu, ni huku. Huyu Lama naye hata tuli nyumbani huyu. Nahitaji kujua majibu sahihi ya yule Lasta. Ni nani yako? Lakini yeye anatoka wapi baby? Mimi sidhani kama hicho ndicho kilichonileta hapa. Hebu tuachane naye. Tufuate kilichonileta hapa na sio maswali. Unajua Asia, yaani hapo usiponiambia ukweli hautaupata ulichokifuata. Sijui unanielewa? Nahitaji kujua yule Mlasi ni nani? Yaani baby, sijui kwa nini hata hutaki kunielewa. Nimeshakwambia tuachane na hiyo mada. Nielewe basi. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya jambo letu. Maana nimekumisi kweli. Sikiliza Asia. Yaani haiwezekaniki from nowhere mtu anakufuatilia tu bila sababu yoyote. Yaani wewe hapa nahisi kuna kitu unataka kunificha. Na hicho kitu mimi nataka uniambie ukweli. Yule Lasi ni nani yako? Baby, mimi nadhani tuachane navyo. Havina maana. Tufanye kilichotuleta hapa. Wewe sikiliza nikwambie. Usiponiambia tutagombana.
Shauri yako. Basi sawa, nitakwambia. Huyo Rais ni rafiki yake na Dani. Dani? Who is Dani? Bwana, kwanza samahani, najua unifahamu, hata mimi sikufahamu kiundani, lakini katika upelelezi wangu nimegundua wewe unaitwa Dani. Uongo kweli? Ni kweli naitwa Dani. Sasa nisikilize bwana Dani, nimekutafuta kwa nia nzuri sana ili tuwekane sawa, kwa sababu sisi wote ni wanaume. Dani, wewe ndio unafanya mapenzi yetu mimi na Asia anafifia. Nikwambie tu kitu kimoja, Asia ni mwanamke ambaye nimemwekea malengo, na Asia ndo mwanamke ambaye atakuja kuwa mama watoto wangu. Sasa nachokuomba tu, achana na Asia. Sijui umenipata? Niombi tu ndugu yangu. Yaani hivi nimekusikia, yaani sijaelewa wewe unachokiongea, unaongelea Asia yupi kwanza? Hebu nifafanulie kwanza. Maana naona kama vile unataka kuanza kuvuruga ubongo wangu, yaani unataka. Hebu nifafanulie wewe Asia yupi? Sawa. Kama wewe nimekujua, nahisi hata wewe utakuwa unamjua Asia ambaye namuongelea mimi. Sijui unanielewa? Oya, sikiliza bro, nikwambie kitu kimoja. Yaani katika vitu ambavyo unaweza ukanikosea, yaani hata siku yoyote utakaponikuta sehemu yoyote ile, katika vitu ambavyo utajichanganya kumwongelea Asia katika situation hiyo unaitaja wewe hapo kwamba ni mpenzi wako, sijui ni mwanamke wako. Asia ni mpenzi wa mimi peke yangu. Unanielewa bro? Yaani Asia ni mwanamke wangu mimi ninavyokuambia yani. Yaani usije ukajivuruga wakati wowote utakapoiona sura hii. Kwanza niangalie vizuri na unikalili. Ni yule ambaye alitukuta tunakisi, Zeni akaanza kuongea ujinga wake. Alafu hata hivyo, mimi simpendi, yani tu ni vile anavyonifuatilia. Mimi wala hata mazoea naye tu sina. Sikiliza nikwambie. Mimi sitaki drama katika mapenzi. Sijui unanielewa. Sasa mguu wako, mguu wangu. Nahitaji twende kwa huyo Dani. Baby, nimesha kuelekeza kila kitu. Yaani nimeongea kila kitu. Kipi ambacho hujanielewa? Tuachane na huyo Dani. Huyo Dani hata tukienda kwake, sidhani kama kuna cha muhimu kitakachofanyika huko. Mimi nimeshakwambia ukweli wote kwamba huyo Dani, huyo Lasi ni rafiki yake na Dani, na huyo Dani mimi sina mazoea naye. Ni vile tu wao ndio wanaonifuatilia. Kwa hiyo mimi nadhani tu tuendelee na jambo letu. Alafu unajua tena siku zenyewe zimeshakuwa nyingi, nitoka siku ile nimekumisi haswa. Au hujanimisi? Sihitaji maelekezo mengine, nakwambia tuondoke. Tuondoke, twende. Oya bro, kwa haraka naweza nikakwambia ninakuheshimu sana, lakini hapo unapoelekea hapo unajichanganya. Sikiliza, yaani nakuangalia tu unaongea ujinga na kusikiliza. Unajua Asia mimi namhudumia tena kwa gharama kubwa. Unajua Asia namhudumia kuanzia yule mtoto wake yule mdogo yule, kama unamfahamu, maana umenielezea Asia, na hisi utakuwa unamuelewa vizuri. Ana kale katoto kadogo toka mdogo mpaka anafikia vile unavyomuona, ni gharama zangu mimi hapa. Alafu kitu kingine nikwambie, utakapomuona popote Asia kavaa vizuri, kapendeza, kasuka vizuri nini, ujue hizo gharama nazitoa mimi babu. Alafu unakuja yaani unaongea tu kila rahisi. Oya bro, usinichukulie poa, nitakuja kuharibu. Oya bro, yaani mimi kwa Asia naweza nikamfanya mtu kitu chochote, sinaga huruma mbele ya Asia unajua.
Yaani nitakuharibia wakati wowote ule nakwambia. Yaani usije ukarudia tena hizo kauli zako mbele yangu. Hili ni onyo hili. Kaa mbali na Asia. Oh. Sawa. Wewe si umejifanya unajua kubwata. Sasa nikwambie tu kitu kimoja. Kaa mbali na Asia. Na kama hutoweza ukaa mbali na Asia, kinachofuata utakiona. Si unautaka moto? Na mimi nitakupelekea vyema kabisa. Na huo moto sasa utakuunguza. Taratibu mpenzi wangu, nimekubali kila kitu, sina ubishi kwa nimeolewa, nimeolewa na Lazizi wangu nampenda. Taratibu mpenzi wangu, nimekubali kila kitu, sina ubishi kwako, nimeolewa na Lazizi wangu nampenda. Wanaotaka tuachane wamepoteza dira. Mapenzi moto moto, rada ya pwani. Japo unanipelekesha unanifokea, kwangu ndio nakoma kwenye penzi.